Ukapambane na walimwengu. Unahitaji wafuasi wengi. Kimusa! 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 Ninakutuma. Kutuma. Uende duniani. Enda! We Maya. Nashona ameondoka hapa toka asubuhi. Aliondoka na marafiki zake akatoka.
maelekezo yako. Unaitwa nani? Naitwa Eva. Eva ni nani? Eva ni Mchacha. Namba ya simu 07 42 20 30. Asante. Maeneo gani? Katokea maeneo ya Kebogono. Sasa mama, nipe dakika 2 kwanza na karibu mama. Asante mwanangu. Karibu. Yes, karibu. Amen. Salamu, karibu kiti. Asante. Karibu jamani. Nashukuru. Uko ulikotoka kwa salama? Kwa salama, lakini mume wangu ana tatizo. Amechukuliwa nje na mwanamke huko nje. Hata nyumbani haji, watoto wanalia njaa. Nikienda kuomba hela ya karo, hata chakula, anakija nyumbani amelewa, kunipiga na nipiga mchungaji mpaka nimeshindwa nikafanyaje. Ndio maana nimekuja kutafuta ushauri. Rohoni mwangu kuna matatizo yamejaa mpaka nasikia nitoke ulimwenguni nikapumzike au vipi? Hakuna jambo lisilowezekana mbele za Mungu. Kwa sababu ukiangalia katika kitabu cha Methali 3:5 kinasema ya kwamba mkiri Bwana katika njia zako naye atanyosha mapito yako. Hii sio jambo kubwa mbele za Yesu. Kila kitu kinawezekana mbele za Yesu. Na ndio maana ametupatia neno lake. So mzee wako atarudi nyumbani, tutaweza kuwa na furaha na mambo yataweza kuwa vizuri tu. Tuje pamoja. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nakushukuru kwa sababu ya dada huyu. Ulimjua kabla kuumbika kwa misingi za ulimwengu. Mama umesema atakayeleta shida zako kwa makuhani wako amekuletea wewe. Tazama ndoa yake iko katika shida, lakini hizo shida mbele zako mfano amani. Uweze kumtatulia, uweze kumleta mbele zako, uweze kupatia amani na furaha ambayo alikuwa nayo mwanzoni alipokuwa katika hii ndoa. Mfano amani, mpatie amani, mrudishie mume wake katika nyumba yake na ndoa yake kazidi kuwa na furaha kama ilivyokuwa awali. Tunaomba tukijua hakika yote tunaenda kumtendea katika jina la Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Dada, nashukuru sana. Karibu tena katika ibada yetu ya Jumapili, katikati mwa wiki pia ukuje. Na kutuma wewe kufanya kazi moja. Kuna mchungaji amekuwa akinikera. Sipati usingizi. Analeta maombi anayoomba yanasumbua sana katika ufalme wangu. Amani sioni. Ninakutuma ukamwangushe. Ninakutuma ukapambane naye. Ni vita. Mama, hata uya mama. Asante. Habari za mama? Ninaje? Ni kweli mama. Unamuona yeye sio kawaida. Imekuweje? Na mbona ikatokea hivyo? Mama, ndio hali yako umeiona. Sasa kwa sisi kampani zaka tu wake. Mama, tumetoka kanisani vizuri. Unaona? Tuko tu njiani tunapiga stori zetu. Ghafla Chana danda kama baraka. Sasa ulifanyia? Ilibidi nifanye maombi. Ghafla kile itabidi sasa kumshukuru Mungu kwa hilo. Hilo tu jambo la kushukuru kwa ile ambayo ametokea. Tazama tena tunarudi kwako. Kuhitaji Baba uweze kutuongoza, uweze kututendea mema kama yeye ameweza kutenda. Baba wa rehema, tazama na mkabidhi binti kwako. Uendelee kumuguza, uendelee kumwekea usalama kama uliomwekea. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini.
Ay mama, mimi naenda nyumbani, naona muda huu wa 12. Asante baba, na yasongo. Na mimi basi salama. Nashukuru, wasalimie nyumbani. Nation, kuna nini tena? Shawini kafanya nini tena? Kumetokea nini? Mimi nimekuja tu hapa nikashangaa mguu umeganda. Anyway, tuelekee nyumbani. Sawa? Ikabidi nimuombee. Ghafla ile hali ikatoka. Yaani acha tu. Nisha kulikuwa na nguvu za giza. Mungu. Asante Mungu. Mama, kuanzia leo itabidi nimpikie Mungu kwa roho na kweli. Haya ndio maneno nilikuwa nakwambia kila wakati mwanangu. Kukaa kanisani na kumtumikia Mungu. Na hilo tu ndio sababu hata Mungu aliwalinda. Katika Zaburi 21 inasema Bwana ndiye mlinzi wako. Ndio maana mabaya hawakuyapata. Uzidi kukaa kanisani. Vipi tena? Mchungaji, mbona wewe mama umekaa sana huko? Wewe ni Wewe. mchungaji. Hebu Maya, kuwa serious. Nipo serious. Kwa jina la Yesu, pepo mchafu maana kusumbua. Ninakupenda mchungaji. Wewe, katika jina la Yesu Kristo, pepo ambaye anakusumbua, Ninakupenda. toka. Maya, nakuomba toka hapa. Waje kunishika. Mchungaji bwana mimi. Pepo mchafu, toka usinipange. Nasema toka.